Hili taifa la Israeli, but this nation Mungu of Egypt, alilichagua God elected it ili kuonyesha nguvu zake, to show his powers, na alilichagua and he chose it ili liwakilishe watu watakao kuwa ndio sisi leo, so that it may represent the people who it will be us today, kwamba kutakuwa na kanisa lao, that it will be his church. Kwa hiyo Biblia inasema So the Bible says wana wa the Israeli children of Israel, wakateswa na Wamisri, they were afflicted with lakini Egyptians, Mungu akamuinua Musa but God raised Moses kumtuma Misri to send him to kuwaokoa Egypt Waisraeli to save the Israelites walioteswa na Wamisri. who were afflicted by the Egyptians. Kama kuna watu If there are people walitumwa kukutesa, who were sent to mimi oppress you, nimetumwa kukufungua, I'm sent to deliver you. nimetumwa kukukomboa I am sent to kupitia redeem you damu ya Yesu Kristo, through the blood of kwa Jesus upako Christ, wa Roho Mtakatifu. by the anointing of the Holy Kila Spirit. kinachopiga familia yako Whichever strikes your family, leo kitapigwa. today it will be Kila struck. kinachoangusha familia Whichever yako pulls down your leo family, kitaangushwa. today it will be pulled Kila down. kinachosimama kinyume chako Whichever stands leo against tunasimama you, kinyume chake. today we stand against you. Bwana amenituma, The Lord has sent me. lazima ufunguliwe. You must be delivered. Kufunguliwa ni lazima, Deliverance is a must. katika jina la In Yesu. the name of Jesus. Popote pale ulipo, Wherever you are, huu ni wakati wako this is your time wa kufunguliwa, of deliverance, wa kuponywa of healing, na kubarikiwa. and blessed. Kitabu, The book, nenda fungua Biblia kabisa, please open the Bible. kitabu cha Zekaria The book of Zechariah, sura ya kwanza. chapter 1. Zekaria 1 mstari wa 18. Nami nikainua macho yangu. Nami nikainua macho yangu. Nikaona. Alikuwa ameinamisha macho yake. Ndio. Akainua macho yake. And he looked up. Akaona. And he Na saw. tazama. Tazama. Pembe 4. Kuna vitu huvioni wewe. There are things you don't see them. Kuna vitu familia yako haivioni, There are things your family doesn't see lakini them, vinahusiana na maisha yenu kuharibika. but they involve your destruction of your family to Ni be vitu vya destroyed. kiroho. They are spiritual things. Anasema nikainua macho yangu, Yes. nikaona. Na tazama. Tazama. Pembe 4. Pembe 4. Nami nikamuuliza Na yule mimi malaika. nikamuuliza yule malaika Aliyesema nami. aliyesema nami, Ni nini hizi ni nini? Naye akanijibu. Na yeye akanijibu, Hizi ndizo pembe hizi ndizo pembe zilizowatawanya ambazo zimetawanya watu wa Yuda. Yaani kuwatawanya maana zimewasambaratisha Yes. watu wa Yuda Na Israeli Israeli na na Yerusalemu. Yerusalemu. Yaani familia hizi zimesambaratishwa. These families are scattered. Watu wa Yuda hawapo tena. The people of Judah Jerusalem are not there. wamesambaratishwa. Jerusalem are scattered. Hujui nini kimewasambaratisha? You don't know what Anasema has ni hizi scattered. pembe You say, are these ndio horns? zimewatawanya watu wa Yuda Is what scattered the Jerusalem, people of Judah, na Israeli. Israel, Uh-huh. and Jerusalem. Kisha Bwana akanionyesha wafua chuma 4. Washika nyundo 4. Ndipo nikauliza hawa wanakuja kufanya nini? Huyu bulldozer amekuja kufanya nini? Ndio. Nimeshika nyundo. I'm holding a hammer. Ninaitwa bulldozer. I'm called bulldozer. Kila mlima lazima usabaratike. Every mountain must be Kwa jina la scattered. Yesu Kristo. In the name of Jesus Mimi ni Christ. lungu la Bwana. I am the Mimi ni chombo rod cha of the Mungu. Lord. I am the Mimi vessel ni of silaha God. ya kutumika. I am the weapon to be used. Na hii ni operation. And this is Komboa operation. familia. Deliver family. Hii ni vita. This is Na war. washindi ndio sisi. And we are victorious. Hii ni vita. This is Na war. washindi ni familia And yako. the victors are your family. Akasema, Akasema, hizi ndizo pembe zilizowatawanya ambazo zimewatawanya watu wa Yuda. Hata ikawa, hata imekuwa hakuna binadamu aliyeinua kichwa chake ambaye ameinua kichwa chake, lakini hawa wamekuja kuzifukuza, kuziangusha pembe za wachawi walioinua pembe yao juu ya nchi ya Yuda ili kutawanya watu wake. Mimi sijui nani ameinua pembe yake. I don't know who is raising his horn. Lakini wapo watu. But there are people. Ni rahisi kuona matokeo. It's easy to see lakini the huoni kinachosababisha. But you don't know what is causing. Unahitaji uongozi wa kiroho. You need spiritual unahitaji mpako wa mafuta. You need the anointed. Unahitaji aliyepewa ufunuo. You need the one with the kuzipiga hizo pembe. Of striking those horns. Sio kila mtu. Not everyone. Alikuja kuziangusha. Who came to pull them hata down. nabii aliyekuwa pale. Even the prophet. Anayeona. The one who was hakupewa hiyo kazi. He was not given that work. Aliyeziona zile pembe. The one who saw those yeye alitafsiriwa tu. He was just given. Lakini akaambiwa. But he was told. Hizi pembe zimewatawanya watu hao. These horns have scattered. Zimetawanya familia. They have scattered families. Lakini hana cha kupiga. But he doesn't have hana ufunuo wa kuziangusha. He doesn't have the revelation. Hana ufunuo wa kuziona. He has the revelation. Hana ufunuo wa kuziangusha. He doesn't have the revelation. Ghafla kaona. And suddenly wafua chuma wanne. Wapakwa mafuta. Walioshika nyundo. Katika ulimwengu wa roho. Ni mabuldoza. They are bulldozers. Wana ufunuo.
They have wa revelation Operation Komboa of Familia. Operation Deliver Family. Wana ufunuo They have a wa revelation kuangusha milima. of pulling down mountains. Maya kataba baba. Hallelujah. Akasema hawa wanakuja kufanya nini So tena? what are they coming to Hizi do? pembe ziko 4. These are 4 horns. Na watu wako 4. And these people are 4, Wameshika nyundo. holding hammers. Wana kazi gani hawa? What work do they Akasema have? hivi, He said, hawa kazi yao. Lakini hawa wanakuja But hawa wamekuja. kuzifukuza. Number 1, wana upako wa kuzifukuza. they have the anointing to chase them out. Kuziangusha. Number 2, upako wa kuziangusha. Then the second anointing is to pull them down. Pembe za Pembe za mataifa, pembe za wachawi, pembe za giza, haya mapaka, haya mavitu yanayotumwa, huo uchawi unaotuma joka, that witchcraft, that snakes that are sent, upako wa kuziua, the anointing to kill them ni upako is the wa anointing Operation Komboa Familia. Deliver Family. Pendo mtazama, lazima uelewe haya. Dear viewer, you must understand Ndio maana this. kuna ibada That's why you find that service zinazoendelea, that kuna continues. ibada za maombi, There are services lakini kuna of wakati prayer, maalum but there's special wa time Operation of Komboa Operation Familia. Deliver Family. Maana yake kuna upako. It means there's Sasa hiyo kuna nyundo iko tayari. that moment there is a horn, Kuna upanga uko tayari. there is a sword, Kuna moto and the unawaka hammer mpaka that is nyumbani burning. kwako. There's fire that is burning even to your home, Kuteketeza kila kitu kibaya. to destroy everything which is evil. Hii ni Operation This is Operation Komboa Familia. Deliver Family. Wao wamekuja kuzifukuza, They have come kuziangusha, to pull them down, kuzifukuza scatter them, pembe za mataifa. the horns of Walioinua the Gentiles. pembe yao Those who rose juu ya their nchi ya horns Yuda upon the land of ili Judah kuwatawanya watu wake. to scatter it. Nimekuja kusema kwa jina la I've come Yesu, to say in the name kila of Jesus, pembe leo itaanguka, every horn today kila will uganga fail. leo utaanguka, Every witchcraft kila will uchawi fail. leo utaanguka, Every superstition kila will fail. madhabahu za giza Every zitaanguka, altars of darkness na will familia fail. yako lazima iwe And huru. your family must be set Watu wako free. lazima warudi, Your people must uchumi return. wenu lazima Your urudi, economy must maisha yenu return. lazima Your yakombolewe. life must be Pendwa restored. mtazamaji, Dear viewer, kesi yako imekwisha. your case is Hakuna finished. kesi ya kuto kujenga There's tena, no case of not building hakuna kesi anymore. ya kuto kuolewa, kuto kuoa, There's no case of hakuna not kesi ya watoto marrying wako or giving to kusumbuka, marriage. There's no case of your children hakuna to kesi ya suffer. madeni, There's no case hakuna of kesi debt. ya kufanya biashara There's haziendi, no case of doing business and they're not moving. hakuna kesi ya kukosa kazi There's no tena, case of lack of job. hakuna kesi ya kuto kupanda cheo. There's no case of not prospering Kesi or yako being imekwisha. promoted. Your case is over. Arise. And shine. Shakata baba. Hallelujah. Bila kuchelewa, Without further ado, nataka tuanze kuona shuhuda. I want us to start seeing Ni testimonies. shuhuda za kwanza, The first testimonies ni shuhuda are testimonies za kwenye madhabahu. of the altar. Karibu uone Welcome and na watch useme na mimi, Mungu leo and ni zamu say, yangu. God, today is my Imani yako time. iongezeke. And your faith increase. Karibu. Kwa majina naitwa Kevin Timotheus Ndunguru. Ndio. Kwa kweli nimekuja hapa kutoa ushuhuda kumtukuza Mungu kwa Umekuja kutoa ushuhuda. nimekuja kutoa ushuhuda kumtukuza Mungu kwa makuu ambayo amenitendea. Ndio. Mtumishi, mimi nilikuwa napigwa sana kiuchumi. Aha. Waganga wamenitafuna sana mtumishi. Waganga Tulikuwa wamekutafuna sana. tunapata kipato lakini mwisho kinaisha kwa waganga. Ndio. Mtumishi, kama unakumbuka uliwahi kufika Songea. Mimi nilikuwa mmoja wapo wa kumshawishi mganga achane na uganga. Ulikuwa mmoja wapo wa? Songea una mwaka Ulikuwa mmoja wapo wa? mmoja wapo, nilikuwa katika watu ambao mimi nilikuwa nimefika pale Songea baada ya kumwelekeza mganga mmoja aache uganga afuate neno la Mungu. Wewe ulimwelekeza? Nilimwelekeza. Na ninashukuru alifanya vile na akaja kwenye mkutano. Alifika kwenye mkutano na ulimfanyia yote ambayo ya kimungu na ameacha uganga kabisa. Pigia Yesu makofi. Baada ya hapo nini kimetokea kwako? Baada ya hapo sasa, kwa kweli mimi baada ya kuyafahamu madhabahu hii mtumishi, ndio nina kila jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Amen. Kwamba mwaka jana ulitupa wazo kwamba tuandike kwamba mwaka wa kumiliki na kutawala. Ndio. Ni kweli mimi nilijaribu kuandika maombi, nikafuata taratibu zote. Kwa kweli Mungu alinitendea. Niweza kujenga nyumba nzuri ya kisasa. Ukajenga? Nikajenga. Umemiliki? Namiliki nyumba. Hiyo nyumba yako hiyo? Ndio ya kwangu mtumishi. Pigiani Yesu makofi ya juu. Na wewe pokea. Mtumishi, mwaka huu Mungu kazidi kunifanyia mema zaidi. Ndio. Kwa kweli niliandika maombi niweze kununua gari ya abiria. Uliandika? Niliandika maombi mtumishi. Aha. Nimenunua gari juzi tu. Hata hivi bado lipo Mbagala.
Liko Mbagala. Lipo Mbagala. Nisema siwezi kurudi na gari, lazima nije nitoe ushuhuda hapa kwa sababu madhabahu hii ndio mimi ni kila kitu. Pigia Yesu makofi. Imeandikwa God bless you. Ndio mtumishi. Imeandikwa hivyo? Nimeandika Mungu ni mwema, God bless you. Amen. Kwa maana Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Ni mwema. Ni mwema. God bless you. Sasa mwenzako aliandika, wewe umeandika nini? Aliandika ajenge, amejenga. Anunue gari, amenunua. Kabla ya kufika kwenye madhabahu hii, maisha yako yalikuwaje? Yalikuwa ya shida sana mtumishi. Ulikuwa unahangaika kwa waganga? Nilikuwa nahangaika kwa waganga, nimehangaika sana kutafuta pesa, wamenilia sana pesa, lakini maisha yalikuwa yanaendelea kuwa duni. Kwa lugha nyingine, aliyemfanya yule mganga, aliyemleta yule mganga pale kwenye mkutano ni wewe? Mimi nilikuwepo katika tulikuwa wote. Ile kundi la waganga lile. Kundi lile. Kama unakumbuka palikuwa na mwenyekiti wa waganga na mimi nilikuwa mshauri wa waache uganga, niliwaleta Songea. Wewe ulikuwa mshauri waache uganga? Waache uganga, tumfuate Mungu. Kwa waganga tunapotea, hela wanakula tu, hela kuna kinachoendelea. Ukaja kwenye mkutano na wale waganga? Nilikuja kwenye mkutano ule, tulikuwa Songea. Kama unakumbuka. Wangapi wanakumbuka ule mkutano? Waganga wengi walimpokea Yesu. Huyu naye alikuwepo. Mmoja wa watu waliokuwa wameambia waganga tuachane na twende kwa Yesu. One of the people who told them, let us leave. Maisha yamebadilika sasa. Sasa wanasemaje waliokuwa wanakufahamu? Wanasema eti mimi Freemason. Wanakuita Freemason. Wanasema Freemason. Wacha wakuita Freemason. Wewe endelea kupaa na mafanikio. Let them call you Freemason, just keep on soaring with prosperity. Wakikuita Freemason hao wamekupa jina wenyewe. When they call you Freemason, they wewe unajua Mungu ndiye amekufanikisha. But you know that is God who have made you prosperous. Kwa sababu tafsiri ya binadamu, because the interpretation of human, wakiona mafanikio, when they see prosperity, wanafikiri yanatokana na nguvu za giza. They think they come from kwa sababu hawajasoma maandiko wala hayajui maandiko wala uwezo wa Mungu. Because they did not read the scriptures and they don't know the scriptures. Lakini utajiri wa kweli, but the true riches, unatoka kwenye baraka za Mungu. Comes from the blessings of God. Mko tayari? Are you ready? Kutembea na mafanikio? To walk with prosperity? Ndio. Yes. Yesu amekupa neema leo. Jesus have given you grace today. Unawaambiaje sasa watu wa Songea? Nawaambie tuache masuala ya waganga. Mimi nitakuwa kama ndo mwalimu wao. Nilikotoka nimeibiwa sana na waganga. Umeibiwa? Baada ya kuachana na waganga, uchumi umerudi, biashara zinaendelea, sina shida. Pigia Yesu makofi. Njoo hapa. Wa majina naitwa Juma Masanja kutoka Masumbwe Geita. Kutoka Masumbwe Geita. Karibu. Mimi ni mchimbaji. Mimi ni mchimbaji ya madini. Madini. Ya madini. Ndio. Kipindi nilikuwa nachimba, kipindi cha nyuma hapo nilikuwa na karasha na ngwalo. Nilifanya kazi nikapata tu hela kidogo. Nilipopata tu hela nikaanzisha ujenzi kwangu. Nilipoanza kujenga hivyo, nilijenga nyumba yangu nikapaua vizuri. Nikaendelea tena na kazi. Nilipopaua hapo nyumba yangu sasa ikaishia hapo mpaka miezi 6. Miezi sita alafu sasa nikapigwa kiuchumi mpaka nikadaiwa na madeni zaidi ya milioni 20. Ukawa na madeni? Nikawa na deni. Sasa nikaanza kujiuliza nifanyeje. Sasa kipindi hicho sasa mke wangu sasa alikuwa nikija nyumbani namkuta anaangalia TV hapo. Anaangalia mke wangu anaangalia Mwamposa. Hata nikikuta anaangalia, nilikuwa nachukia sana. Ulikuwa unachukia? Nilikuwa nachukia sana. Kipindi hicho sasa mimi naenda kwa waganga. Naenda kwa waganga wa huko, nilienda sehemu Kigoma. Sasa nilikuwa nachukia. Baadaye sasa nikajua sasa nikaenda kwa mganga mmoja Kigoma huko. Nilipoenda akaniambia nenda ukafanya hivi na hivi utafanikiwa. Nilipofika nyumbani nikafanya. Nilipofika nyumbani nikafanya mambo walioniambia. Lakini sasa sikuona kitu. Nikaendelea mafanikio. Bila mafanikio. Nikaendelea kudaiwa madeni, sasa ikawa madeni. Sasa wadaiwa madeni nao kama pia wamejana nini. Siku moja sasa nikakaa nyumbani.
Sasa mke wangu alikuwa anaangalia hapo sasa, nilikuwa namchukia siku zingine. Hiyo siku sasa kwa angalia mimi niangalia sasa. Ukasema moja kama namchukia ngoja niangalie. Ngoja nijaribu kuangalia. Nikaangalia siku moja hiyo. Sasa mganga naye amenichosha huko. Sasa nikaona ngoja nijaribu hapo. Nikaona ushuhuda fulani. Kuna mtu wa ukoo anasimulia nani. Nikaanza ngoja na mimi nijaribu sasa. Siku ilipofika saa 3 nikajiunganisha kwenye kombo familia. Tukamwaga maji hapo na mimi nikamwaga sasa. Nini nijikaze ni mwage tu. Ukasema ngoja na mimi mwage tu. Nikamwaga na mimi maji hapo. Nilipomwaga maji nimefuka kuku hapa nyumbani. Maana mimi nilikuwa kipindi nilipaua nyumba nilikuwa na ng'ombe kama 60 hivi. Hata ng'ombe zikaisha. Baada ya kupaua tu nyumba hujamaliza. Baada ya kupaua tu nyumba ng'ombe zikaisha zote. Nikabaki na kuku. Sasa hizo kuku nilipomwaga maji hata kuku siku moja kuku sasa wakafa akafa kuku mmoja akaruka tu kuku akafa na mimi nilipo maji na mimi nilipo nyumbani tu hapo baadaye nikaambiwa kwamba kuna kuku wako wengine hawapo wamekufa. Nikaona tena kuku 3 wamekufa na kanga 2 wanao wamekufa. Nikasema nini hii sasa? Baada mke wangu akasemaje, yawezekana haya mavitu haya tulikuwa natuhangaisha kiuchumi, tuyamwagie maji tukayatupe. Akayamwagia maji akayatupa. Baada ya siku kama 2 tena kulikuwa na mbwa ikaamka tu, mbwa imeparalyze ikawa imepoza ikaparalyze katia hapa, yaani huku mzima huko imeparalyze. Kila mkifuatia maombi 3 baadaye sasa hiyo mbwa sasa akaanza kutoa funza huku. Kaanza kutoa funza. Funza huku. Ila mkimpa cha mkalimwagia maji ya upako. Akalimwagia maji ya upako, watafuta mtu akalipeleka mapolini akaitupa huko. Nikakaa sasa nikasema hebu niende kabisa kwa Mwamposa Kawe. Baadaye sasa mimi nikaja huku. Ukaja? Nikaja huku ilikuwa mwezi sio ngapi huo sasa. Mwaka juzi kabisa. Ndio. Nilikuja hapa. Basi nilipofika hapa nikafuatia ibada, nikachukua maji na mafuta, tena nikaa siku 2 tu. Nikarudi. Baada ya kurudi nikaanza kuona mambo yangu yanaenda hata yani kidogo unafuu. Nikakaa. Baadaye sasa mwezi wa 4 nikasikia kongamano la wafanyabiashara na wafanyakazi. Nikaja hapa. Nilipofika hapa tukaendelea na ibada mpaka ibada nikaimaliza siku 3. Nikachukua tena ya mafuta, maji, nikarudi. Niliporudi nyumbani, kumbe kuna mtu kulikuwa na hela zangu. Kulikuwa tunafanya naye biashara, kumbe kuna hela fulani. Tunanunuaga mawe, baada ya kununua mawe hayo sasa kumbe tulisaga hayo mawe, mimi sikuwepo kidogo. Kumbe mimi alinificha kwamba kuna tulipata hela kadhaa. Akakwambia tulipata hela kidogo? Aliniambia tulipata 300,000. Hayo mawe ametoa 300,000. Kumbe hayo mawe etoa milioni 12. Baada ya kufika hapo sasa nikakaa. Sasa wakaanza kugombana wao kwa wao. Baadaye wakasema sasa na hela zako huyo amechukua. Mimi nikamfuatilia, wewe mbona kweli? Mbona haya mawe kweli yasaga mimi sikuwepo? Sasa mimi si nini? Mpe mwenzako hela zake. Akanutishia hela zangu tukagawana kama kawaida. Mkagawana? Tukagawana hela zangu akanipa. Kakupa milioni ngapi? Zilikuwa milioni 12. Mkagawana katikati. Tukagawana milioni 6. Pigia Yesu makofi. Na hiyo hela ilimaliza kama wiki 2 kabisa. Mimi sijaelewi kinachoendelea. Baada ya hapo sasa, sikapita siku 2. Nikaenda kununua mawe. Niliponunua hayo mawe tulinunua watu wengi. Ile ya kwangu ya kwangu maajabu ya kwangu yatoa maajabu kweli. Ya wenzangu yalikuwa yatoa gramu 1. Ya wenzangu kila mfuko gramu 1. Ila ya kwangu mifuko 2 nilinunua ikatoa gramu 85.
Mifuko mingapi? Mifuko miwili. Miwili. Miwili hiyo. Ulimwagia mafuta ya upako? Yani wakati unatumia mafuta ya upako sasa. Pigia Yesu makofi. Mifuko miwili tu. Miwili tu. Yani ya wengine nakomea hapo, yani gramu moja moja. Ya kwangu gramu 85. Mifuko miwili tu. Pigia Yesu makofi. Baada hapo mtume sasa. Akili kaanza kurudi sasa ya kwamba kweli niendeleze ujenzi wangu. Sasa hiyo nyumba ile maliza miaka 6 sijaendeleza. Nikasema nianze ujenzi wangu. Nikaanza ujenzi, nikaanza kupata hela tena nyingi. Nikawa nalipa na madeni, unaendelea na ujenzi, unalipa na madeni. Kuna watu wengine walikuwa wananidai wanasema kwamba wewe piga kazi tu, utatulipa tu hata baadaye. Nikawa nalipa pole pole. Hiyo nyumba kaimalizia? Hiyo nyumba sasa nimekuja kuimalizia. Yaani hiyo nyumba tena nikapata hela nyingine sasa kwenye machimbo humo. Kwa sababu nilikuwa na ngwaro wangu hapo, nilikuwa na kasenga nikakauza. Nikajua nikauza bei kubwa tu. Nikapata hela nyingi. Nikaendelea ujenzi wangu, nikamalizia hiyo nyumba yangu. Ndio hiyo? Ndio hiyo. Umefurahi? Nimefurahi sana mtume. Pigieni Yesu makofi. Tena kuna kijana wangu, mtoto wangu wa pili. Naye sasa kipindi hicho mimi nahangaika. Na akasema baba sasa tuwe tunakusaidia na sisi. Na mimi nianze kununua dhahabu huko kwenu huko. Kipindi hicho nimetoka huko sasa mimi. Na yeye akaanza sasa kama kununua dhahabu. Alianza na mtaji kama wa 800,000. Alikuwa amelima mpunga akauza. Akaanza na mtaji wa 800,000. Huyo kijana sasa akaanza kutumia mafuta sasa, naye akaanza ya upako. Ya upako. Tena yeye sasa, yani kila muda ana mafuta ya upako tu, yani kila muda. Kwa anampa mafuta ya upako. Yeye naye sasa amepiga kazi ndani, yani karibia mwaka tu, yani mwaka haujaisha. Na akaanza ujenzi na amejenga nyumba, amemaliza nyumba yake. Amemaliza? Amemaliza nyumba yake kabisa. Pigia Yesu makofi. Una furaha? Nayo furaha kabisa. Hata hivi mtume sasa, baada ya hapo sasa nikaendelea na kazi yangu ya masenga hiyo. Sasa hivi mtume nimefanya kazi, nimepiga rundo kubwa sana ambayo sijawahi kufanya hiyo kazi. Sasa hivi sasa iko nataka nianze kulisomba nipeleke plant nikaichenjue. Hilo rundo hilo. Hiyo rundo hilo. Pigia Yesu makofi. Njoo. Msiogope. Kwa majina naitwa Veronica Hussein, nimetokea Mbogwe, Geita. Umetoka Geita Mbogwe? Kijiji cha Mlale, ushirika, kata ya ushirika. Nilikuwa na changamoto, mwanangu aliitwa na dada yake, mtoto wa dada yangu mkubwa. Ndio. Kasema mama mdogo nipe kadada, kwa sababu wafanyakazi, ilikuwa kipindi cha corona. Ndio. Wafanyakazi wote walirudi wa ndani. Akaniomba binti yangu aende kwa dada yake, maana mama mkubwa. Akasema, nikamwambia huyu mtoto hajasoma, mkamtunze. Akasema haina shida mama. Aliondoka tarehe 2 mwezi wa 5 2020. Ndio. Tarehe 28 mwezi wa 6 Jumapili, sasa imeisha corona. Nikapigiwa simu usiku. Mama, nimeona nikuambie. Nikashituka. Uniambie nini? Mama, hiyo pressure yako tuliza, nikuambie kuna jambo. Nikasema jambo gani? Nikaanza kuhema haraka. Akaniambia hivi, Eva ametoka saa 7 kwenda kunyoa nywele saluni. Mpaka sasa hajarudi. Akapotea? Amepotea. Nikamwambia njia hapo, kwa sababu alikuwa bado mgeni pale Nyasaka, ni manyumba mengi. Ndio. Akasema mama sawa. Kwa hiyo sasa umefanya utaratibu gani? Akasema ndo mama nilikuwa nikwambie kwanza. Nikamwambia sasa mfanye utaratibu kwenda kwenye mama msikiti, mtangaze kwa vile amepotea. Kesho yake asubuhi napiga simu, namuuliza vipi mwanangu? Nimeenda kazini Bugando kulipoti. Ikawa kazi yangu sasa mwenyewe kutafuta mtoto ambaye nimempeleka Mwanza. Mimi niko Mbogwe, nianza kuhangaika. Nikamwambia binti, kwa nini mdogo wako mwachanize hivyo? Wewe mama usiseme kwamba kama kijijini, huku ni mjini.
Sasa kama ni mjini simfuate mtandaoni? Hela mnayo, kimya. Sasa hapo nikawa najiuliza hapa ni nini? Jumapili nyingine iliyofuata, maana ilikuwa Jumapili nikaenda kanisani kulipoti. Sikupata msaada kanisani. Nikaanza sasa ile ratiba ya waganga. Kwa waganga? Nikaanza waganga ili umpate mtoto. Ili nipate mtoto. Apostle, Mungu amekuita hapa, ni Mungu wa kweli. Umehangaika kwa miaka mingapi kumtafuta mtoto? Tangia mwaka 2020 nimempata juzi. 2020, miaka 5 karibu. Miaka 6 kwa huwa 7. Unamtafuta? Namtafuta. Waganga nimetembea kila mganga huko Mbogwe. Walikuwa wanadai nini waganga? Yani Apostle, hela nyingi. Ukienda kwa mganga unaambiwa huyu mtoto amefungwa akili, hata hakukumbuki. Ukoo wako amebadilishwa, hata mama hakujui. Unachanjwa chale kichwani, unaanza kupigwa yale majani na maji ya moto. Mganga amekuchanja chale kichwa kizima ili afunguliwe mtoto, alafu maji amechemsha yana majani haya ameyafunga, unaanza kupigwa kichwani ili afungue akili ya mtoto. Ili nifungue kichwa cha mwanangu, amefungwa. Hakupatikana bado? Hakupatikana. Mganga mwingine nikaenda, akasema mama, ukalale kwenye daraja usiku saa 8. Kwenye daraja? Daraja. Halafu huko kijijini mapolini. Ukaenda kulala? Sasa sikumwambia hata mume wangu, sasa na wanawake 3 akawa ameenda kwa wake zake wengine, nikaenda tu mimi huko. Ukaenda kulala kwenye daraja? Kwenye daraja polini. Ukalala? Nikalala. Niambia mganga, ukitoka kwenye daraja saa 12 ukikutana na mwanamke, mwanao amefunguliwa. Sasa cha ajabu, nikafika gari naenda Masumbwe. Nikapita gari naenda Masumbwe. Ndio ukakutana nalo? Ndio nikakutana nalo. Nikamrudia mganga, nikamwambia mbona nimekutana na gari? Ngoja nikufanyie kazi nyingine. Akafanya tena. Akanichanja chale kwenye tumbo. Kachemsha maji. Tukaanza kukandwa sasa eti mtoto uchungu afunguliwe tumbo uzazi wake. Huyo mganga nikaachana naye, nikaenda kwa mganga mwingine. Mwingine tena? Nikaenda kwa mganga mwingine. Naye hivyo akanichanja chale, yani ilikuwa ni kupigwa kichwa changu tu. Mganga mwingine akaniambia mnazaagi huko leba, nikamwambia tunavuaga, vua sasa nguo mwanao nikuchanja. Yani mtume akasema zaidi leba. Vua nguo. Tunavuaga mvua, vua ili akuchanje. Ila nichanje chale tumboni, aanze kukamua mtoto atoke eti. Akamue. Ili mtoto atoke. Atoke aonekane. Hakuonekana. Yote tunayafanya kwa kukota msaada, yani sikujua kabisa madhabahu hii. Nani alikwambia habari za hapa? Kuna binti ya dada tena pale Mbezi anafanya kazi pale Sheli. Akasemaje? Alinipigia simu 2025 mwezi wa 6. Ndio. Akasema hivi, mama mdogo, huyu mtoto amepatikana. Nikasema hata yule aliyempoteza hanipigia hata simu. Imekuwa ni lawama, na mimi namtupia message ya kusema kwamba umemtoa kafara. Yaani hizo hela zako zitaisha. Kila siku na mimi namtumia message tu, lakini yeye hapokei hata kunipigia. Ukimpigia inatumika. Ndio. Hanijali, hata ndugu zake kaka zake hawanijali, wana pesa zao. Mimi nahangaika. Baada ya kusikia sasa huyo binti ameniambia kwenda kwenye kongamano, mtume ametangaza la kwenda Nyamhongolo. Ukaja? Nilitoka Mbogwe Mlale nikaenda Nyamhongolo. Nilipofika hapa nikakutana na watendakazi. Nikawauliza, wanangu, hivi kama mtoto amepotea mna picha, mtume huwa anazikusanya? Wakasema mama, kuwa na amani. Unaweza kukutana na mwanao hata hapa. Uwe unanyosha tu akisema mambo anasema pokea baraka, unanyosha picha ya mwanao. Ndio. Nilitoka Nyamhongolo, nilikuwa nashinda njaa pale, hela kidogo kijijini kule, sikupata msaada. Ndio. Nimetoka Nyamhongolo nikaanza kujiungamanisha. Kufika kwenye TV nyumbani. Sasa yule wale watu wa kijijini wanakuja kusali kwangu. Wanakuja? Kusali pale kwangu.
Ukianza kutolewa ushuhuda wanaanza kusema kwa nini wewe sasa wenzio wamepata ushuhuda, wewe hauna ushuhuda. Nikasema hawa watanitoa kwenye maombi nianze tena kwenye waganga. Siku ya kufuta kesi nikawaandika. Ukaandika kesi kwamba wanaokuja kusali kwangu sitawataki tena. Ai! Unasikia hiyo? Kwa sababu anavunja imani yako. Wananipotosha. Maana Mungu huwa anatenda kwa wakati wake. Ndio. Baada ya hivyo mume wangu akaniambieje, mbona watu sasa hivi hawataki kusali kwangu? Nikamwambia wewe hujui tu. Watu wanaokuja hapa kila mwenyewe anasema mara mtoto amekufa, mara kuna kitu hiki. Sasa mimi nikilala na mhoji Mungu kwamba Mungu kama amekufa na mimi najiungamanisha huko kwenye madhabahu ya Inuka Uangaze, si niambie kama amekufa. Ndio. Unasikia sauti umelala. Kuna siku yako. Kuna siku yako. Kuna siku yako. Siku moja nimelala nikasikia apostle unamuombea mwanangu, picha tupa madhabahuni hapa. Mtoto huyu. Nikamwamsha mume wangu nikamwambia, wewe, hii ndoto nimeota ya kuwa nimefika madhabahuni Kawe. Mwanangu eti anaombewa na Mwamposa. Ni heavy kweli. Akasema mke wangu tujiandae nauli uende huko. Uende huko. Akaandaa nauli. Akaandaa nauli. Nimefunga hapo siku hiyo sasa ile njaa kwenye gari milima na nini. Siku ya Jumamosi nilifungua na kama Mungu leo ninakula afadhali nile nitakufa. Siku ya Jumamosi nikala. Ukala? Ukafungulia? Nikafungulia. Jumapili nikaenda na mfungo wangu. Ndio. Jumatatu, Jumanne kuguswa wa mkoani. Jumanne? Ukaja kuguswa. Nikaandika, Mungu, mimi nataka mtume bulldozer anapowagusa wote tuliotoka mkoani tuturudi na furaha. Tukarudi na furaha. Wote. Ya tatu, nikasema Mungu, kama unatenda madhabahu haya, nimeamini umenitendea mengi na kule nyumbani umenitendea. Ng'ombe wamezaa, walikuwa wanakufa, mbuzi walikuwa wanakufa, wamepona. Na leo sitarudi kama nilivyotoka mkoani, ninarudi na mwanangu kutoka hapa. Ukaandika? Naandika. La 4 nikaandika, Mungu, kama uliyemsafisha ni mwanadamu, kabla ya kutoka hapa nampa siku 3. Simu niisikie nyumbani Eva amefika nyumbani. Ndio. Na kweli mtume siku ya Jumatano mimi nipo kwenye maombi hapa. Ukiwa hapa? Jioni. Simu ikaita. Nikaenda nyuma kwenda kupokea. Mwenyekiti wa serikali wa kijiji chetu anapiga simu. Ananipigia simu. Wewe, tumeona picha ya mwanao mtandaoni ikiwa kwamba mama yake jina la nyumbani mimi naitwa Mwajuma. Eva Julius Simoni, mama yake Mwajuma Huseni na Mtina kutoka kijiji cha Mlale amepatikana akiwa huku Vigunguti, sijui Vigunguti. Huku Mianzi. Hapa sasa watu wengi wananisikia naongea, wakaniambia mama, hawa ni watapeli. Nikawaambia mimi nimefunguliwa. Siwezi kuamini maneno yenu kama niliwakataa waliokuja kunasali kwangu na nyie siwasikii. Anayemsikiliza ni mtume fundisho yake. Ndio. Pigia Yesu makofi. Siku hiyo nikarudi nyumbani tunakokaa. Nikamwambia kijana pale tunapopanga, nikamwambia kijana, una simu kubwa? Ingia mtandaoni. Ingia kwenye mtandao. Kumkuta ni mwanangu. Sikulala. Ukulala? Simu nayo ilikuwa haina charge, nimeiweka charge. Nikaanza kuomba sasa. Mungu, kama umenitendea, kesho wanitafute wenyewe kama walivyo wanitafuta watu wa kule Mwanza. Huku alimpotezea, alimtoa Mwanza kamleta huku. Yeye mwenyewe alienda. Siku hiyo nilisema kwamba siku 3 asipomrudisha mwanangu Mbogwe afe kabisa. Yaani ila asubuhi nimeomba Jumanne, Jumatano kaenda kwa mjumbe yule mama aliyemchukua mwanangu.
akamwambia mjumbe, mimi huyu mtoto nimrudishe kwao, amesema ni ushirika Mbogwe. Wakamwambia, kwani tulikuwa tunakuuliza kwamba huyu mtoto mbona mazingira kama haya? Anasema mara mtoto wa kaka, mara ni mwanangu. Kumbe kulikuwa kuna kitu akisema kwamba huyu mtoto ajue nyumbani, anamfunika nguo, anamfunika, anapotea. Halafu kamchanja na chale, amevimba mgongoni. Sijui alikuwa anataka amfanyie nini. Na matiti hayapo. Na matiti hamna? Hayapo. Halafu amekuwa binti mdogo, picha yake ambayo alikuwa bado nyumbani ni mkubwa mrefu. Nikawa nahangaika sasa hapo tulipoenda na binti, kuna binti tulienda naye aliniambia, mama lazima nikusindikize humu ni mjini, unaweza ukakutana kweli na watu wabaya. Ndio. Kanisindikiza binti anaitwa Mama Sofia. Akanipeleka mpaka huko. Tulipofika tukakuta sasa watu. Kuna watu wamekusanyana wema. Wakasema kwamba huyo mama hatujamwambia hata hili. Lakini kuja kuonana na binti yangu alisemeje? Mama pale usiku aliniambia, kesho anakuijia mama yako. Kesho? Anakuijia mama yako. Sijui alijulia wapi ambao hajamwambia. Hapo sasa alipoanza kuniomba msamaha, nikamwambia mimi niko kwa Mwamposa. Msamaha wako kamuombe Mungu aliyemweka hapo mtumishi huyo. Pigia Yesu makofi mazuri. Mimi kunipigia magoti na kulia machozi ni mimi nimelia, nimehangaishwa na waganga, leo ndio niombe msamaha mimi. Fika madhabahuni ukaombe msamaha hapo. Yuko wapi sasa? Yeye yuko kwake huko sijui ni wapi huko. Vianzi. Viazi huko Vianzi. Kijijini huko. Hapa Dar es Salaam. Hapa Dar es Salaam. Njoo na mwanao hapa mama. Mwamini Yesu ni Bwana. Sawa? Amen. Kwa majina ni Frida Marika Mbrika, natokea Kilimanjaro. Ndio. Kwa miezi 8 mdogo wangu huyu hapa aliugua ukichaa. Miezi 8? Miezi 8. Kichaa kabisa? Ndio. Alikuwa anapiga mume wake na pia na watu wa nyumbani kwake. Baada ya hapo nikawasiliana na mdogo wangu ambaye yuko Dar es Salaam. Akaniambia, dada, njoo twende Kawe. Nikamwambia sawa, tukaja. Hatimaye tulichukua maji na mafuta ya upako. Ndio. Tukampa. Mkampelekea huyu? Ndio, tulikuja naye. Mlikuwa mmekuja naye? Ndio. Baada ya hapo Mungu akamfungua. Kichaa kikaisha? Kichaa kikaisha. Kwa kutumia maji ya upako? Kwa kutumia maji na upako. Pigia Yesu makofi. Pia tuliandika maombi yetu 12. Tukaandika kwamba nataka mdogo wangu apone ukichaa. Baada ya hapo apokee ujauzito. Alikuwa apati watoto? Alipokuwa anabeba ujauzito ulikuwa unaharibika. Ndio. Ukaandika? Nikaandika. Siku hiyo anafunguliwa, ananipigia simu. Maana tuliandika maombi ya kuombewa mtu mmoja mmoja. Tuliandika kwamba atakapofunguliwa atupigie simu. Kweli mtume ilikuwa hivyo hivyo. Akapiga simu? Akapiga simu. Ndio, akasema kwamba dada, kumbe nilikuwa ninafanya mambo ya ajabu hivi. Narudi nyumbani kwangu. Nikamwambia nenda, umefunguliwa kwa jina la Yesu. Amen. Ndio, baada ya hapo akarudi nyumbani kwa mume wake. Ndipo mume wake aliponipigia simu na kuniambia kwamba shemeji, Mungu ametenda. Amen. Kamwambia amina, muendelee kujiungamanisha
hatimaye Mungu ataendelea kuwafungua kwa matendo makuu. Ndiyo. Ushuhuda wangu wa pili, mtume, mimi niliishi kwa miaka 8 kwenye ndoa yangu. Miaka 8? Miaka 8. Kama msichana na mvulana. Kwenye ndoa yako? Kwenye ndoa yangu. Kwa nini? Mume wangu umeme ulikatika. Kabisa? Kabisa. Miaka mingapi? Miaka 8. Hakuna umeme. Mnaishi kama mtu na dada? Tunaishi tu kama mtu na kaka yake na dada. Nikamwambia kwamba mume wangu tuendelee kujiungamanisha. Ninaamini ya kwamba ipo siku Mungu atakufungua. Kwa hiyo kinachotakiwa tusimame imara kwenye maombi. Na pia utumie maji na mafuta ya upako. Ndiyo. Kweli mtume, tulisimama imara. Baada ya kufika mwezi wa 12, ndiyo, mume wangu alifunguliwa. Na sasa ndoa yangu ina furaha. Alifunguliwa vipi? Kilichofanyika sasa, umeme ulirudi. Umeme ulirudi. Pigia Yesu makofi. Hatimaye tunafurahia ndoa yetu sasa. Amen. Kwa sasa mna furaha. Kwa hiyo sasa tunafurahia ndoa yetu. Amen, amen. Amen. Pigieni Yesu makofi kwa ushuhuda huu. Binti alikuwa kichaa mdogo wake. Amepona hajapona? Alikuwa hajapata mtoto, amepata hajapata? Huyu umeme mume wake ulipotea miaka mingapi? Umeme umerudi au hujarudi? Na leo wewe unapokula keki ya upako upokee muujiza wako katika jina la Yesu Kristo. Njoo dada hapa na mdogo wako. Pendwa mtazamaji, dear viewer, kama ulivyoona na kusikia, as you saw and heard, hakika Mungu atakutendea na wewe. Surely God will answer you. Amini, tunausema Mungu leo sitoki hapa. Just believe and say, God, I'm not leaving. Today is my turn. It's my day. Tuone shuhuda za pili. Let us see second testimony. Za WhatsApp. From WhatsApp. Za ushuhuda unaotokana na madhabahu hii. Of the testimony that na comes from kipindi cha Operation Komboa Familia. And the program of Operation Komboa. Karibu utazame. Welcome na useme na mimi Mungu leo ni zamu yangu. Say, God, today is my turn. Karibu uone. Shuhuda ya kwanza, huyu anasema Arise and Shine. Kwa majina anaitwa Shida Masanja kutokea Geita. Anasema mtume, nilikuwa vizuri kiuchumi, lakini ghafla mtume, mume wangu akakutana na marafiki wasio sahihi. Mtume, mambo yakabadilika. Marafiki hao wakawa juu, bosi wao akawa chini, ambaye ni mume wangu. Wao wakapanda juu ambapo walikuwa maskini. Anasema kama nilifilisika ghafla, kila nikienda kuozesha madini, dhahabu inaungulia, hadi safari 3 anatoka na madeni, hadi tukafikia kudaiwa madeni milioni 200. Tulikuwa na makarasa 3 tukauza yote. Mume wangu akahama nyumbani, akawa wa kushinda ba. Akaja mama akaniuliza, unafeli wapi? Kwa nini unahangaika na magonjwa? Sisi huko tulishahama tukahamia kwa Yesu. Akaonyesha channel ya Arise and Shine. Nikaanza kujiunganisha na madhabahu ya Arise and Shine. Niliandika maombi 12. Mtume, ombi la kwanza niliandika mume wangu apande kiuchumi na amefunguliwa. Alikuwa uchumi wake ulikuwa umerudi nyuma. Alikuwa mvuta bangi miaka 40, ameacha. Lakini ombi la pili niliandika watoto wangu waende shule za private kiurahisi, tayari wameshaenda. Mtume, niliomba nipate mavuno mengi, sasa nimepata kiurahisi sana. Nimezidiwa na mavuno, na familia yangu pia ina amani sana. Shuhuda ya pili, huyu anasema hii ni vita na sisi ndio washindi. Anasema kwa majina anaitwa Akisa James Luhanga kutokea Katoro Geita. Anasema natoa ushuhuda. Mtume, mimi ni mfugaji wa kondoo kwa muda mrefu, lakini ghafla mambo yakaanza kubadilika. Kondoo wangu walikuwa wanahalisha na kukohoa. Mtume, kwa wiki walikufa kondoo 6, lakini baada ya kuijua madhabahu ya Rise and Shine, nilifuatilia operation kuvamia kambi za Washami. Niliwanywesha maji ya upako, katika wale waliobaki mmoja akafa. Tukampasua ndani. Mtume, tumekuta kitu cha ajabu kama kamba hivi yenye mafundo mengi.
na ilikuwa tumboni kwake kama inavyoonekana. Baada ya hapo kondoo wangu ni wazima, hawafi tena. Kweli namshukuru Mungu, madhabahu yainuka uangaze. Yeye mwenyewe amepona tumbo la miaka 10 lililomtesa, anasema hivyo. Huyu mwingine anasema arise, kwa majina anaitwa Alexander Saigarai kutokea Machame, Kilimanjaro. Anasema mtume, Mungu akubariki, akupe miaka mingi ya kuzidi kutukomboa. Mtume, napenda kumtukuza Mungu kwa matendo makuu aliyonitendea, ni mengi mno, hayaelezeki kwa haraka. Anasema mtume, mimi ni daktari ila kwa sasa nimejiajiri, nina duka langu la dawa, ila awali nilikuwa mwajiliwa wa taasisi kadhaa hapa Kilimanjaro. Mtume, Mungu amenibariki mimi na familia yangu baada ya kuanza kufuatilia mafundisho yako na kufika hadi madhabahuni Kawe mara 2, na familia yangu na boma letu tumeuona mkono wa Bwana katika maisha yetu. Anasema mtume, Mungu amenifungua kupitia maombi 12 ya mwaka huu, nimejibiwa na nimepata shamba kwa njia rahisi kabisa, hasa baada ya kutoka mkesha wa vuka kabla ya kuvuka wa mwaka jana. Pia baada ya kuendelea na operation Komboa Familia na operation Vamia Kambi za Washami tarehe 21 mwezi wa 5 2026, wakati na mwaga maji ya upako na kuvunja madhabahu za Alana, alitokea panya wa ajabu. Baada ya kumwagia maji na mafuta ya upako, alishindwa kutembea kabisa. Anasema akafa usiku huo huo. Ajabu, baada ya hapo nimekuwa mtu wa kumtolea Mungu fungu la 10 mfululizo, na nimezidiwa na wateja dukani kwangu na mauzo yameongezeka maradufu. Awali niliuza hata 1500 kwa siku, ila kwa sasa ni 1040 kwa siku. Hakika ni mkono wa Bwana. Mtume, nakushukuru sana, hakika mwezi huu wa baraka umetufungua jumla. Mungu akubariki mno, hakika Yesu ametenda. Amen. Shuhuda nyingine, anasema anaitwa Aisha Rafael, mkazi wa Mtwara. Anasema mtume, namshukuru Mungu wa madhabahu yainuka uangaze na mama yangu aliyenipa habari za madhabahu hii. Mtume, mimi nilikuwa mlevi wa kulala baa mpaka asubuhi. Pia nilikuwa mgomvi sana nyumbani, nampiga hadi mume wangu ni ngumi tu, navunja mlango akichelewa kunifungulia mlango. Lakini sasa mtume, mambo yamebadilika. Sasa hivi nimekuwa mke mzuri, na fuatilia maombi hadi mume wangu anashangaa. Mtume, nimeacha pombe, uchumi umefunguliwa na nimefungua biashara, nimezidiwa na wateja na familia yangu sasa imeponywa. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Mwisho wa shuhuda za WhatsApp hii leo. Hallelujah. Mungu amekutendea na wewe umetendewa na imekuwa. Pokea baraka. Tusimame kwenye maombi. Sema Baba, katika jina la Yesu. Father, in the name of Jesus. Tunaomba kwa ajili ya familia. We pray for family. Tunasimama kwa ajili ya familia. We stand for our family. Tunaomba Baba. We pray, Father. Iponye familia yetu. Heal our family. Kila pembe ianguke leo. Kila pembe iteketee leo. Katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Paza sauti, ombea familia. Raise a voice and pray for the family. Tunaombea maombi haya. Tunaomba kwa ajili ya familia zetu, kwenye familia zetu, kwenye watu wako, kwa jina katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Sema Baba. Father, tunaombea maombi 12. we pray for 12 prayers. Itendee kila mwanaume na kila mwanamke. Answer every man and every woman. Itendee kila familia iliyoandika maombi haya. Answer every family that have written. Na yule anayetaka kuandika saizi mtendee. Those who want to write katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Tunaombea ombi la kwanza. We pray for the first mpaka ombi la 12. back to the 12 katika jina la Yesu. In the name of Paza sauti, omba. Raise the voice and pray. Ombi la pili, la tatu, la nne, la tano, la sita, la saba, la nane, la tisa, la kumi na moja. Kila aliandika Bwana kamjibu na kumtendea. Tendee mama huyu, tendee baba huyu, kwa jina la Yesu Kristo. Watendee watu wako kwa jina la Yesu Kristo. Kila aliandika maombi 12, Bwana kamjibu. Liba shakala baba Maikora baba 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 yakara baba 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 yakara baba baba baba
Pray. Katika jina la Yesu. Sema ninaangusha kila pembe zilizosimamishwa na watu wa giza kwenye familia yangu, kwenye biashara zetu, kwenye mashamba yetu, kwenye mifugo yetu. Kila pembe ya adui anguka. Tunakufukuza kwa jina la Yesu. Anza kuangusha kila pembe. Kwenye familia, kwenye biashara, kwa jina la Baba. Kila Pray. Pray. Katika jina la Yesu. Chukua maji sasa. Take the water. Inua juu kwenye TV yako au radio yako. Lift up on your TV. Elekeza hapo. Baba nakushukuru kwa ajili ya maji yaliyo. Father, I thank for the water lifted. Naweka wakfu. I set them apart. Ya maji ya upako. To be anointing water. Yasio maji ya kawaida. And not normal water. Kusambaratisha kila pembe za adui. Scatter every horns. Kuziangusha na kuzifukuza. To pull them down. Kuharibu kila aina yote inayowakilisha uharibifu. Every kind of kwenye familia. Chochote cha giza kaharibiwe. Kila uchawi kaharibiwe. Kila wadudu na viumbe vya giza viteketee. Maji pokea upako. Water receive in Jesus name. Kwa jina la Yesu. Kunywa kidogo wa maji, pokea uponyaji. Drink a little bit the water and receive. Pokea muujiza, fungua na unywe kidogo. Miracle. Baada ya kunywa, anza kuachilia upako kwenye nyumba yako. After drinking, achilia upako kwenye nyumba yako. Releasing anointing. Kila eneo, every area, kila chumba, every room, kila sebre, every sitting room, kila eneo la jiko, every area of your kitchen, sitting room, kitchen, chumbani, your room, vyumba vya watoto na wafanyakazi, the bedroom of your rusha juu ya dari, vyumba vya wageni, rusha juu ya nyumba yako pia. Achilia upako kwenye milango, hasa mlango mkubwa wa kuingilia. Rusha maji ya upako. Tangaza na ifungua nyumba yangu, na ifungua familia yangu, na fungua uchumi wetu, na fungua biashara zetu. Kokote iliko ofisi na rusha kwa imani. Kokote iliko shamba langu na rusha kwa imani. Achilia upako, achilia upako, achilia upako. Achilia upako. Achilia upako. Achilia upako. Achilia upako. Release anointing. Shentere bebe shakara baba shikara babo. Rebo shakataba shikaraba. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Bila kuchelewa, rudi kwenye runinga yako, radio yako au simu yako, or your phone. Inua simu yako juu ni kuombe. Lift up your phone so that I may pray Baba, for you. ninabariki kila simu iwe baraka. Bless every phone to be a isiwe blessing. bara. And not bad. Ilete habari njema, isilete habari mbaya. Good tidings and not bad. Ilete utajiri, isilete umaskini. Wewe simu pokea baraka. You phone receive blessing. Uwe baraka. Be a blessing. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Na kuanzia sasa mtu huyu, and from now this natamka person, atapokea habari njema. I declare will receive good tidings of prosperity. Inua simu yako unapoenda kutoa sadaka. Lift up your phone as you're about to give na mbegu ya injili and the seed of au shukrani all yako. your thanksgiving. Baba, naachilia baraka. Father, I release blessing juu ya sadaka zao, over their food, mbegu ya injili, the seed of the shukrani zao. over Pokea baraka, pokea kibali, ukaongezeke, ukazidishwe, nyota yako ikang'aa. Nakupa kibali cha kustawi na kufanikiwa, na iwe nuru, na iwe baraka. Kwa jina la Yesu Kristo, ukazidiwe na wateja, ukafanikiwa kwenye kazi, ukapandishwe vyeo, ukafanikiwa kiuchumi, pokea new ideas in the name of Jesus. Pokea baraka.
Anza kutuma sasa kupitia namba hizo. Start sending now through those numbers. Zilizo mbele yako. Kumbuka, anza kutuma sasa. Start sending now. Tuma moja kwa moja. Send it live. Tuma moja kwa moja. Send straight away. Kupitia namba hizo. Through those na numbers. Mtangazaji wetu anatangaza namba hizo. Sikiliza na utume kwa makini. Pokea baraka. Pokea kibali. Pokea nyota kung'aa unapotuma sasa. Na iwe nuru kwenye maisha yako. Endelea kutuma. Endelea kutuma. Sikiliza namba zinavyotajwa. Listen to the numbers when they are mentioned. Pote ulipo msikilizaji, mtazamaji, kupitia operation Kukomboa Familia. Hii ni operation ya kila siku za wiki, na tumeshuhudia matendo makuu ya Mungu kupitia mambo ya ajabu, wanyama wa ajabu waliotoka majumbani mwao. Na wakati huu basi ni sadaka moja kwa moja uelekeze kupitia nambari mbalimbali hapa kule ulipo, na Mungu akubariki. Ni 0754 32 0084. Narudia 0754 32 0084. Hii ni jina ni Arise and Shine, lakini pia mix ni 0718 32 0084. Jina ni Boniface Mwamposa. Nambari ya Airtel ni 0686 593060. Namba pili ni 0784 390053. Na jina hapo ni Boniface Mwamposa. Nambari ya Halotel 0627681786 na jina ni Boniface Godwin Mwamposa. Katika mfumo wa lipa namba mbalimbali, Voda ni 51977040 na jina ni Partners Rising Shine. Lipa namba ya Mixi ni 188999216. Narudia ni 1889992